Amani ya moyo na akili. Kusamehe ni tendo dogo kwa maneno, lakini kubwa sana kwa moyo. Wakati mtu anakukosea, maumivu yanaweza kuwa makali sana. Unaweza kulala ukiumia, kuamka ukiwa na hasira, na moyo wako ukawa umebeba mzigo wa maneno, vitendo au usaliti uliofanywa dhidi yako. Hali hii husababisha moyo kukosa amani na akili kushindwa kutulia. Lakini unapochagua kusamehe, unafanya uamuzi wa kujifungua kutoka kifungo cha maumivu. Msamaha una nguvu ya kufuta mawazo mabaya, kuondoa hasira iliyokuwa imejificha ndani ya moyo na kurudisha utulivu uliopotea. Moyo unaanza kupumua kwa upole, akili inapata nafasi ya kupumzika, na roho yako inaanza kuhisi uzito ukiisha taratibu. Kusamehe hakuwezi kubadilisha yaliyopita, lakini kuna uwezo wa kubadilisha namna unavyoyaona. Badala ya kuishi katika hasira, unajikuta unaanza kuelewa kuwa makosa ni sehemu ya ubinadamu, kwamba hata wewe umewahi kukosea na umesamehewa. Hapo ndipo amani inapoingia. Watu wengi waliwahi kupitia majeraha makubwa husema, niliposamehe nilihisi kama nimeachiliwa huru. Hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu msamaha ni funguo ya amani ya ndani. Unapomsamehe mtu, si lazima uendelee kuwa naye karibu, bali unaamua kutomruhusu akuchukue tena kwa mawazo na hisia zako. Msamaha unaponya moyo unaoumia, unaleta utulivu kwenye akili inayochoka, na unakufanya uwe mtu mwenye furaha, mchangamfu na mwenye matumaini mapya. Ni kama kuanza ukurasa mpya wa maisha bila maumivu ya jana. Kwa hiyo, amani ya moyo na akili inaanza pale unaposema kwa moyo wa dhati, nimesamehe. Ni hapo ndipo moyo unapotulia, akili inapopumzika, na maisha yako yanaanza kung'aa tena kwa nuru ya upendo na utulivu. Imeandaliwa na James Shija.